Somo la Injili takatifu ilivyoandikwa na Yohane, sura ya 8 aya ya kwanza hadi aya ya 11. Walikwenda kila mtu nyumbani kwake, naye Yesu akaenda mpaka mlima wa Mizeituni. Hata asubuhi kulipokucha, akaingia tena hekaluni, na watu wote wakamwendea, naye akaketi akawa akiwafundisha. Waandishi na Mafarisayo wakamletea mwanamke aliyefumaniwa katika uzinzi, wakamweka katikati. Wakamwambia, "Mwalimu, mwanamke huyu amefumaniwa alipokuwa akizini. Basi katika Torati Musa alituamuru kuwapiga kwa mawe wanawake wa namna hii, nawe wasemaje?" Nao wakasema neno hilo wakimjaribu, ili wapate sababu ya kumshtaki. Lakini Yesu akainama akaandika kwa kidole chake katika nchi. Nao walipozidi kumhoji, alijiinua akawaambia, "Yeye asiye na dhambi miongoni mwenu, nawe wa kwanza wa kumtupia jiwe." Akainama tena akaandika kwa kidole chake katika nchi. Nao waliposikia wakashtakiwa na dhamiri zao, wakatoka mmoja mmoja, wakianza tangu wazee hata wa mwisho wao. Akabaki Yesu peke yake, na yule mwanamke amesimama katikati. Yesu akajiinua asimwone mtu ila yule mwanamke. Akamwambia, "Mwanamke, wako wapi wale washtaki wako? Hakuna aliyekuhukumu kuwa na hatia?" Akamwambia, "Hakuna, Bwana." Yesu akamwambia, "Wala mimi sikuhukumu. Enenda zako, wala usitende dhambi tena." Neno la Bwana. Wapenzi watazamaji wa Jimbo Katoliki Njombe Online TV, karibuni kwenye tafakari ya neno la Mungu. Leo ni Jumatatu ya juma la 5 la Kwaresma. Nawaalika tutafakari juu ya upendo wa Mungu usio na mipaka. Ndugu wapenzi watazamaji, liturujia ya leo, somo la kwanza lilitoka katika kitabu cha Nabii Danieli, ambalo linasimulia juu ya kisa cha kusisimua sana cha binti mrembo Suzana anayeshtakiwa kwa uongo na wazee waamuzi. Analazimishwa kuzini na hawa wazee, lakini wazee wanampa wakati mgumu, kwa sababu wanamwambia akikataa kufanya uzinzi nao, basi watasema amefanya uzinzi na kijana mwingine. Suzana anatafakari moyoni, anajikuta amebanwa kila upande. Akizini nao ni dhambi mbele za Mungu, na akikataa atakufa, kwa sababu hukumu ya mzinzi ni kifo. Suzana anachagua kufa akiwa amempendeza Mungu kwa kukataa uzinzi. Cha ajabu, Mungu anamuinua Danieli na Suzana anatetewa naye na anapata kuishi. Somo la Injili lililosomwa hivi punde linasimulia juu ya binti mzinzi ambaye kwa upande wake ni kweli alitenda kosa hilo la uzinzi, na hukumu yake kadiri ya sheria ya Wayahudi ilikuwa ni kifo. Lakini Kristo anainuka na kumsaidia binti huyu. Hii ni kuonyesha kwamba Mungu anawapenda wote wa dhambi na wenye haki, lakini anawataka wa dhambi wafanye toba. Wapendwa, Mungu ni wa watu wote. Upendo wake hauna mipaka. Alimsaidia Suzana aliyehukumiwa kwa uongo, lakini tena anamsaidia binti mzinzi ambaye alihukumiwa kwa kutenda kosa kweli, lakini alihimizwa abadilike, asitende dhambi tena. Kabla ya Kristo kufa msalabani, alipitia vipindi mbalimbali vigumu kwa ajili ya ukombozi wa wanadamu, lakini kwa ajili ya upendo wake kwetu. Walimtega ili wamkamate, na ndio maana hata leo wanamuuliza swali ili wapate kisa cha kumkamata. Wanamwambia Musa aliamuru watu kama binti yule wapigwe mawe, na yeye anasemaje? Wapendwa, swali hili upande wowote ambao Kristo angeuchagua ulikuwa unamfunga. Angesema apigwe mawe, wangesema kumbe wewe si rafiki wa wadhambi, maana Yesu alishajidhihirisha kuwa anawapenda wadhambi ili watubu. Na angesema asipigwe, wangesema anapingana na sheria ya Musa na pia anahimiza uzinzi katika taifa lao. Lakini Mungu ni Mungu tu, yeye anawaambia asiye na dhambi na aanze kutupa jiwe. Wapendwa katika Kristo, tufanye toba. Hii ndio namna nzuri ya kuheshimu sadaka ya Kristo iliyojaa upendo kwetu. Ametukomboa kwa maumivu, tuna wajibu wa kuheshimu ukombozi huo. Upendo wake hauna mipaka, kwa sababu alimkomboa na kumsaidia binti Suzana katika hukumu,
ya kifo, lakini pia anaenda kumsaidia binti aliyekamatwa katika uzinzi, naye anakombolewa na kusamehewa, lakini anaaswa afanye toba. Kwa kuwa upendo wake hauna mipaka, turudi kwake tufanye toba. Tumsifu Yesu Kristo.